Mbinu 7 za kuimarisha mwili na akili yako ndani ya siku 30. Hebu itazame nafsi yako kwa umakini. Watu wengi wanatembea wakiwa na miili iliyochoka na akili zilizovurugika. Wanashindwa kufanya mambo makubwa, si kwa sababu hawana fursa, bali kwa sababu chombo chao cha usafiri, ambacho ni mwili, na dereva wao, ambaye ni akili, viko hoi. Unapoamua kuimarisha mwili na akili, unakuwa umeamua kutengeneza silaha imara ya kupambana na changamoto za dunia. Huu si mchakato wa siku moja, ni safari ya nidhamu ya siku 30 itakayokubadilisha kuwa toleo bora zaidi. Kabla hatujaingia kwenye mbinu hizi 7, chukua sekunde chache kusubscribe kwenye channel hii ya GR Hamasa Wisdom. 1. Shinda saa ya kwanza ya siku, the golden hour. Mshindi wa siku anajulikana saa 11 alfajiri. Amka mapema kabla ya ulimwengu kuanza kupiga kelele. Tumia saa yako ya kwanza kufanya mambo matatu: kunywa maji lita 1, fanya mazoezi ya kutoa jasho kwa dakika 20, na kisha tafakari au meditation kwa ukimya. Matokeo, unashtua mfumo wako wa neva na kuipa akili yako utulivu wa kutawala siku nzima. 2. Lishe ya akili, digital detox. Ndani ya siku hizi 30, punguza matumizi ya mitandao ya kijamii kwa kiasi kikubwa. Usisome habari za kijinga, umbea au migogoro ya watu. Badala yake, soma angalau kurasa 10 za kitabu cha hekima au sikiliza podcast ya mafanikio kila siku. Matokeo, unasafisha takataka za kifikra na kuanza kujenga akili yenye uwezo wa kuchuja fursa badala ya matatizo. 3. Kanuni ya maji na chakula halisi. Mwili wako ni hekalu, sio pipa la takataka. Acha sukari iliyopitiliza, acha vinywaji vya viwandani na punguza vyakula vya mafuta. Hakikisha unakunywa maji ya kutosha na unakula vyakula vinavyotokana na asili. Matokeo, mwili wako utapata nguvu ya asili, uchovu wa kijinga utatoweka na wepesi wa kufikiri utaongezeka. 4. Mazoezi ya nguvu, resistance training. Usifanye mazoezi ya legelege. Ndani ya siku hizi 30, chukua mazoezi yanayoutia mwili wako nidhamu. Iwe ni kunyanyua vyuma, push-ups au kukimbia kwa kasi. Lazima mwili uhisi kuwa kuna boss anayeuamrisha. Matokeo, mazoezi ya nguvu yanajenga homoni za kiume, testosterone, na kuongeza hali ya kujiamini, confidence, kwa mwanadamu yoyote. 5. Jifunze sanaa ya hapana, protect your energy. Huwezi kuimarika kama unaruhusu kila mtu na kila jambo kuvuruga ratiba yako. Sema hapana kwa mialiko isiyo na tija. Sema hapana kwa marafiki walalamikani, na sema hapana kwa tabia zinazokurudisha nyuma. Matokeo, unatengeneza mipaka ya heshima. Akili yako itatulia kwa sababu inajua nini cha kipaumbele na nini cha kupuuzwa. 6. Andika mipango ya kesho kabla ya kulala. Usianze siku ukiwa hujui unafanya nini. Kila usiku kabla ya kulala, andika mambo matatu makubwa unayotaka kuyakamilisha kesho. Hii inaifanya akili yako iendelee kufanya kazi ya kutafuta suluhisho hata ukiwa umelala. Matokeo, utaamka ukiwa na shabaha badala ya kuamka na kuanza kutangatanga. 7. Usingizi wa ubora, recovery period. Lala angalau saa 7 kila siku. Mwili na akili haviwezi kuimarika kama havipati muda wa kufanya marekebisho au repair, kuiruhusu akili yako kuingia kwenye hali ya utulivu wa ndani. Matokeo, utastuka asubuhi ukiwa na akili sharp na mwili wenye hamu ya kupambana na kazi. Na sasa, sehemu muhimu zaidi. Ndani ya siku 30, utagundua kuwa wewe si yule mtu wa zamani. Watu wataanza kuona mabadiliko kwenye macho yako, kwenye mwendo wako na kwenye namna unavyoongea. Imarisha mwili ili uweze kubeba mizigo ya mafanikio. Imarisha akili ili uweze kuongoza hatima yako. Kumbuka, nidhamu inauma kwa muda mfupi, lakini majuto yanauma maisha yote. Chukua nidhamu leo, ufurahie heshima kesho.